Ni pale pale alipo huyu mtoto Idi alivyoliwa kiboga pale. Aliliwa kiboga. Maana Jumanecha alisema maana wakatoka na wazee akaja akasema kuna tetesi kwamba pia aliliwa kiboga. Huyo mtoto Idi. Huyo mtoto Idi. Sasa nikaona mbona tena wanatuharibia. Ndio jina langu nikaona so Idi tena Idrisa. Okay. Kwa hiyo ukatoka kuitwa Idi ukaamua uitwe Idrisa. Jina naitwa Idrisa mpaka vitu vyangu vyote ni Idrisa. Mpaka nyumbani wananishangaa. Kwa nini kabadilisha jina? Upuuzi si utaki. Sasa nimekuja kwa majina ya Idrisa kwa sababu majina ya watu wenye vipaji. Na kweli ukiangalia Idrisa nani huyu Idrisa nani? Watu wenye vipaji. Sasa nikaona hapa ndio pa kusimama. Kwa hiyo hapa sibadiliki tena hapa ndio. Kwa hiyo unaweza kusema Jumanecha aliharibu taswira ya jina la Idi. Kwa sababu kama aliliwa kiboga mwingine bosi ingebidi aweke mashairi yake tu kwamba kusema kwamba amefanya vituko hivi Sasa kama watu tunaonekana wote sisi tumefanywa hivyo. Ukiachana na mtoto Idi, mtazamaji, pia kuna wimbo wa Side Mnyamwezi. Wimbo ambao uliimbwa na Mheshimiwa Temba. Ndio. Na wimbo huu pia nao ulikuwa gumzo sana. Side Mnyamwezi huyo ambaye alikuwa na tabia ya kutongoza mwishowe akatongoza jini, nafikiri kama sikosei. Ndio. Jini wakati ndio. Anakwenda ndani, jini anaambiwa bwana atakwenda kufunga mlango, jini ananyosha mkono tu. Mala si mtu mala anaanza kubadilika sura za ajabu. Wakati mwingine hao wasanii wanapachikiza mambo tu hata kama hajatokea, lakini anakupa laza kupitia kitu fulani. Okay. Wakati mwingine hata mtoto Idi sio kwamba alifanywa hivyo, isipokuwa poto ameongeza kitu, lakini kile kitu. Nyimbo za zamani wanasema kwamba zilikuwa ni vitu ambavyo vinatokezea. Inawezekana Nature kaimba vile kwa sababu kuna kijana pengine pale mtaani ya mambo alimtokea, ndio maana ikabidi azungumze. Sasa msanii hata kama mambo yamemtokea yale huyo kijana, lakini msanii ana kawaida kuongeza kitu ili kupata ile anachokitaka. Wakati mwingine kupata vina. Pengine anaongeza kitu kwa kupata vina, lakini kile kitu cha kuongeza vina kinaharibu. Sasa ninachojiuliza, why yatumike majina haya? Kwa nini kusiwe mtoto Joni au mtoto Joseph, ndio, mtoto Peter, lakini iwe Idi, iwe Side Mnyamwezi, iwe Asumani? Nafikiri Solid Ground wale ile Asumani akishalewa nakwambia tafulani anashindwa kujielewa. Sasa ni kukosa hekima ya wale wenye walopewa majina kuyafanyia vibaya. Okay. Mtu kapata jina zuri anaitwa Muhamedi, akawa tena ni mlevi kupitiliza, akaitwa Ismaili, akawa tena ndio hafai kwa matusi. Watu wana majina mazuri sana, lakini sasa majina yao mazuri hawafanyii vizuri, wanafanyia vitu vibaya, ndio maana wanaharibu. Kuna wale vijana wa Zanzibar wale nao wana wimbo wao ule Ahmada. Ahmada amelewa huyo. Sasa kwenye Ahmada huko nakumbuka kuna shehe mmoja aliwahi kusema kwamba ndio wameharibu jina la Ahmada kwa sababu Ahmada ni Ahmadi kadhaa Muhamedi ikazaa Muhammadi. Ndio. Wanasema kwamba ni jina la mtume ambaye mtukuka, mtume ambaye ndio nguzo kwa sisi Waislamu. Ndio. Pia naye ameimbwa ile haijakaa vizuri kiukweli. Yalikuwa kwa majina mengi, kulikuwa kuna jagania kutumia jina Ahmada. Sasa hao wasanii ndio maana wakaambiwa muziki ni dhambi. Shanifahamu. Kwa hiyo msanii haangalia anakokwenda, anaangalia kwamba nitapata vipi maarufu. Yeye ndo anachokiangalia, lakini kwamba hajui kwamba hili jina hili ni jina tukufu. Yeye analiingiza kwenye ujinga. Shanifahamu. Kwa hiyo wamekula kiapo kwamba mimi nitakuwa kwenye usanii kwa sababu usanii ni shetani. Ukilinganisha wasanii wa sasa hivi au wa kizazi kipya, ukiachana na hizo habari za majina na nini, ndio, na wale wa zamani kama kina Nature, kina Inspector Harun, kina Ruten Karama, ndio, wale kutoka TMK, lakini pia kulikuwa kuna kina Oteni, ndio, kama unakumbuka yule mtaji aloimba hebu ni cheki ninavongara. Hiyo ni check. Namkumbuka si Oteni unamuita Oteni. Ndio Oteni wakati huo umeona kulikuwa kuna watu wengi sana. Umeona ukilinganisha na hao sasa hivi. Unadhani wapi ambao walikuwa wakifanya haswa muziki aza? Wale wa nyuma walikuwa wanafanya kazi muziki vizuri sasa, lakini kipindi hicho muziki haujakuwa. Kwa hiyo walikuwa wanafanya vizuri vina vini na vitu vizuri kutunza nini, lakini walikuwa muziki haujapanda cheo cha kuwa
watu wanapata pesa, walikuwa wanafanya kama vile nijulikane, niwe maarufu, ndio kwa wanafanya vile. Kwa hiyo lakini ikipigwa ngoma ya zamani sasa hivi mtu unapata feeling, ile hisia unapata. Ndio, kwa sababu vimetungwa vitu vizuri. Wakati wa beat zinapigwa na Mika Mwamba na Pifa wanachuana. Umeona wanachuana. Mzungu ule Mika Mwamba. Ukija kwenye mambo ya radio kuna radio moja inaitwa Magic. Magic FM. Kupo inapiga Bongo Flava sana. Okay. Bongo Flava Radio Uhuru walikuwa wanapiga sana nao. Na Magic pia Sebastian Maganga. Mimi nafikiri mimi nataja zamani sana. Unajua Radio Uhuru wakati ule Sebastian Maganga alikuwa na kipindi chake cha Day Waka. Ndio. Na ilikuwa mchuano. Sio Sugu wa wimbo. Okay. Mimi nazungumzia kipindi cha Bongo Flava ambacho kilikuwa kinaitwa Day Waka, ilikuwa kinaanza mida saa 8 pale Radio Uhuru, ambapo Sebastian Maganga ndo alikuwa anakiongoza. Ndio. Akawa na segment moja ya mchuano, unapiga simu alafu mnachuana, yani wewe na mwenzako mnapashana ile, mnapeana maneno. Okay. Hiyo ndio ilikuwa zamani. Sasa lolote labda la kuwashauri wasanii wa sasa hivi? Mimi ninachotaka kuwashauri wasanii wa sasa hivi waangalie wanachokitunga. Je, akipotoshi jamii, wasangalie kupata kwao pesa na maarufu. Okay. Waangalie kwamba mimi na watoto watakuwa vizazi, vitakuwa vizazi vingine, alafu mimi nitakufa pia. Nitakuwa mtu mwingine, kwa hiyo wasiangalie kwamba anapata maarufu, anapata pesa, lakini vizazi tunaviharibu. Okay. Hicho ndio cha kuzingatia. Waangalie japo wameamua kujitolea kumhanga kwamba mimi nafanya muziki, japo muziki ni dhambi, lakini fanya sawa. Ndio. Unapata mafanikio sawa. Basi usiharibu na hivi vizazi. Mimi nikushukuru sana mjomba. Asante sana. Bwana mtazamaji, nilikuwa na mjomba Idi na tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na muziki wa zamani na muziki wa sasa hivi. Yapo mengi ambayo tutajadiliana naye kadri ambavyo tunapata nafasi, na kama ambavyo mjomba Idi pia ni mwanamuziki na anapiga gitaa, anapiga vyombo vingi vya muziki. Kwa hivyo siku zijazo tutakuja kuzungumza naye, tutajua naye anafanya wapi muziki wake, anafanyeje na alianza lini na lini, tutakuja kuzungumza naye. Kwa hiyo nikusihi tu kwamba weka alama hiyo ya kengele ili kila nitakapoposti ili uweze kupata vitu vya namna hii, ili siku nyingine iwe nafasi yako ya kuweza kusikiliza. Mimi jina langu naitwa Abra Tuesday. Kwa maoni na ushauri unaweza kunicheki kupitia 0772678786. Nikushukuru sana wewe ambao ulikuwa ukinitazama, lakini pia napenda kutoa shout out kwa kameramani wangu Tajiri Kevin. Bonge moja la tajiri ile ambalo limekuwa likifanya vizuri kabisa katika industry hii. Kila laheri, Mungu akuweke Tajiri Kevin, azidi kukupa nguvu, uzidi kutuchukua, tuzidi kushine. Unaweza kunicheki kupitia YouTube yangu ambayo inakwenda kwa jina la Abra Mapenzi Online TV. Pia unaweza kunipata kwenye TikTok kwa jina hilo la Abra Mapenzi Online TV. Ciao.